Mama, mimi nitajitahidi sana katika huo msitu wa Kacha kwa sababu kuna kitu muhimu sana na kufuatilia mama. Namsubiri nione hilo jeraha lako. Kise? Mdogo. Ina maana kule kwa mganga hujaenda tena au vipi? Fanya nini wewe? Wewe unasema katafuna na nyoka huyo. Unamuona? Kise. Kampe taarifa mjumbe, mwambie aje kwa mzee cha upepo haraka sana. Kwa hiyo hapa ndio palipo na hicho kitu kinachokufuata vipi? Aswa hapa kwenye kilima. Ila usiombe akukute mdogo wangu. Kwa nini? Twende tu. Wape taarifa kama tumepata msiba. Nazingua bana. Kabisa huko. Kama ni ipo. Ifuateni. Kimengi hicho katupoteza? Hampotee huko bana. Subirini. Mwanangu nina kiu kinyama. Sio ujinga gani unafanya huko? Sio ujinga. Hapo nyuma tumepita maji umeyaona bali. Si ungekunywa maji kabisa. Ndio, lakini ilikuwa kwa haijanibana, sasa ndio imenibana kiu. Uzembe. Anatafuta matatizo tu ile. Basi pata tunakusubiri hapa. Matatizo vipi? Poa. Hayo ndo maneno. Sasa usimamishi mpaka ikapata kuka. Anaona tangu asubuhi mpaka sasa hivi unaona haraka yake kidogo. Maiti tayari kishakufa na ile wakati kupumzika. Mimi naona bora kupata msubani wetu jana. Wewe si hataki kija. Mjumbe kwa mkono. Hapa tuko msiba. Nakujua wewe bwana mkubwa, nakujua wewe. Hata sasa maneno tayari ni sasa. Hata kukuta basi tuko msibani hapa, tulia. Mambo kama kashakufa leo bakini kuzipa. He mjomba. Nimekumwa kuchukue na wakati wewe Nimekumwa mtoto cha upepo. Tumefika. Karibuni mpite. Tuko na msiba. Ndio mambo. Mjumbe. Naam. Tunakusikiliza. Tunakuongea hapo ndo bakeni kuzika tena. Amba jiji. Simtashikilia hiyo. Sasa unashikilia kwa vile maiti ishakufa tena. Fanya mpango wa mazishi basi. Masumbuko. Kwa kutoka tumwanishe ndio yako kupumzika, lakini hapo nasema kushafika. Tusicheleweshe muda kufanya haraka. Ndio kusema. Mimi nahisi kwa vile mmesema mlikuwa mnanisubiri mimi, na mimi nimefika. Tuanze taratibu za mazishi.
cha upepo. Nimekuwa na tatizo lolote. Nimekuwa na tatizo lolote. Masumbuko, tunakuomba ustahimili, kuwa na subira. Msiba ni msiba. Leo kwa kise, kesho kwako, kesho kutwa kwa mjumbe, kesho kutwa mimi, yoyote unaweza. Kwa hiyo tunakuomba ustahimili. Sawa? Ikiwa kuna namna yoyote itatokea. Ndio tutakayofanya kazi ya kichusi. Niliona jana mwenzangu kumjini kumenoga. Mwenzangu vipi? Naona hoi hoi wanikwa kama hunioni. Kwani mjapata taarifa msiba? Taarifa msiba? Ndio. Msiba wa nani? Kisa mtoto wa mzee cha upepo kafariki. Huyo mzee cha upepo ninayefahamu mie? Huyo mzee cha upepo mnafahamu? Inna lillahi. Nyinyi mmekaa hapo tu mnataka kuchamba ombea, taarifa za msiba mtazipata? Sawa. Basi sawa, mimi nawahi kwanza. Haya, nitajatisha. Washangaza sasa. Usishangae shoga yangu. Na wasiwasi yule mzee ni mchawi. Mzee cha upepo ni mchawi. Huenda kashantoa mwanawe, mtoto mdogo. Hatari hii jamani. Dunia hada, ujue ulimwengu mshujaa. Haya, kwa moga enda kicheko, kwa shujaa enda kilio. Ndio kama hivi. Tunayaona leo. Nini? Wewe umekuja hapa makelele unatutisha, nini shida? Yule mzee nilomuona kwenye ndoto, nimemuona. Ndio. Nilikuwa nakunywa maji, nimemuona yule mzee. Unaambia yule mzee ambaye umemuona kwenye ndoto? Ndio. Yaani sasa hivi umemuona live mtoni? Ndio, nilikuwa nakunywa maji. Shida. Mbona kubaliana naye? Huyu kijana ni moga bro. Yaani kashaanza kuogopa, hata hajafika popote ndio kwanza tunaanza kuingia msituni hapa. Kijana acha oga, nakwambia mara ya pili acha oga. Tatizo lako wewe moga sana wewe ndugu wangu. Bro, turudi bwana bro. Mimi nitashindwa bro. Nifanye nini ili muamini? Sio kweli, tuendeni basi mkamuone. Siwezi bro. Hebu inuka bana, acha oga. Inuka bana wewe. Ndio bwana. Twende. Tutakulinda sasa. Bwana kijiji, salamu alaykum. Kwanza hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutujalia kumaliza msiba wetu tukiwa salama usalimini. Nimekuja na mtoto hapa wa mzee cha upepo anaitwa Masumbuko. Kwa hiyo yeye amekuja hapa kwa ajili ya kutoa neno la shukrani. Kwa hiyo tunatakiwa tukae kimya tumsikilize. Masumbuko. Jamani, asalamu alaykum. Kwa majina anaitwa Masumbuko, mtoto wa mzee cha upepo. Nipo hapa kwa niaba ya kutoa neno la shukrani kwa wale wote ambao tulishirikiana toka mwanzo wa msiba mpaka sasa tulipo. Sina cha kuwazawadia isipokuwa kuambia tu asanteni sana. Tulikuwa pamoja kwenye swala hili la msiba mpaka sasa ambao tushakamilisha taratibu za mazishi. Sina cha kuambia, asanteni sana kwa hili. Mungu awabariki. Inshallah. Asante dada. Haya, sasa nikamweleza kunatoka na mdai au kanadaiwa hapa kwenye kudai. Jamani, kuna tangazo mpya. Kama kuna mtu anayemdai marehemu au anayedaiwa na marehemu anyoshe mkono. Majizo. Kwanza salamu alaikum ndugu wafiwa.
na kwa wote ambao tumehudhuria katika msiba huu wa marehemu Kise. Bwana mwenyekiti, umezungumza vipengele vingi sana, lakini kipengele ambacho mimi nimekizingatia na nimekinakili kwa makini zaidi ni hichi kipengele cha kumdai na kudaiwa na marehemu. Sasa mimi, ndugu familia na mwenyekiti kwa ujumla, mimi simo miongoni mwa wanaodaiwa na marehemu, lakini nimo miongoni mwa wanaomdai marehemu. Marehemu Kise na mdai shilingi 200,000 ya Kitanzania. Mimi niko kutulia hapa niangalie ramani. Maana kisija kwanza tunapoelekea tunaelekea wapi? Sasa mimi nitarudi mwana mimi nitakujia. Nitakujia kwa nyumba. Kwa makini. Harakisha. Sawa. Tunakaribia mwanzo. Unaona? Nyie mbona ni woga? Kumbe ni woga? Mimi ni woga? Woga vipi? Matukio yote yashatokezea kwa nyuma, wewe bado unafanya matani bwana, ujinga. Yaani ukoona utani wote wa kufanya sokoto kwa makelele katika msitu wa Kasa? Ndio. Unajua msitu ni msitu wa design gani wewe? Mimi ni woga. Na jute kwa nini nikichukua? Nilikwambia shemeji tulia nyumbani na dada yako. Acha masiara shemeji. Utakuja kufa. Mimi natania tu. Matani huko sio ni vipi? Ndio ujinga unaofanya wewe bwana. Mjinga vipi muoga bana, mkooga bana. Sasa mbona mwenyekiti umenishangaa hivyo kwamba sifanani na kudai au vipi? Unafanana kabisa. Endelea. Marehemu Kise, kuna siku katika pirika zangu nilikutana naye njiani naelekea studio. Na akaniambia ya kwamba nina ngoma yangu inayoitwa Maembe Mabovu nahitaji kurekodi kwa ajili ya rafiki yangu. Ndio mzee, alikuwa na wimbo ambao ameutengeneza mahususi kwa ajili ya rafiki yake. Huu wimbo unaitwa Maembe Mabovu. Na mimi nilimsaidia Kise hadi kufika studio akarekodi ngoma yake, lakini hakubahatika kunilipa kiasi ambacho namdai. Kwanza lini? Mbona mzee wewe una maswali mengi mzee? Kwani wewe mzee mtu wapi wewe? Kwa Kae. Kae. Unakujua? Yaonesha maana siko makanzu hayo na makofia hayo. Kumbe baba. Sasa mzee, mimi sitaki story nyingi sana katika huu msiba. Mimi kitu ambacho kimenileta hapa hususan ni pesa yangu ambayo namdai marehemu. Na kitu ambacho mimi nataka niambie familia iweze kunipa mrejesho ni vipi nitaipata pesa yangu. Bas, ndio kitu ambacho kimenileta. Haya baba. Haya. Au semaje Masud? Naam. Sitampenga yule. Pesa kuiacha hivi changamoto jamaa. Japo kuwa haifiki 200,000 lakini naamini kwa kusudia utapeli familia. Hubidi tena muda mwingine Akina shamba wana. Majizo. Naam. Tushakusikia na tushakuelewa. Ndio. Kama unamdai Kise, ndio, pesa zako utazipata kwa wakati sahihi. Sawa. Tunaongea na Masumbuko hapa. Utajua namna gani? Huyu hapa huyu kakake mkubwa huyu. Huyu ndo mtoto wa mwanzo wa mzee Cheupe. Kwa hiyo utaongea naye halafu atakwambia jinsi gani ya kuzipata hela zako. Mambo. Fresh bwana. Oda. Nini hapa hoda? Sielewi wewe. Msibana. Changanisha maneno. Sasa una taratibu gani mrefu? Yule alitafuna na nyoka. Baba, ndio tafuna na nyoka yuko. Nyoka kichao hii. Simjui mimi huyo. Hebu eneka. Yo. Msubiri kwanza. Wewe kijana vipi mwenyekiti? Ya tuaziwa hamla busara. Wewe alokuita hapa msibani nani? Huyu aliyefia kuja mpafole.